Kila tamu ina chungu yake. Kwenye soka mara nyingi huja pale ambapo mchezaji akiingia kwenye klabu husika akionyesha mapenzi ya dhati pamoja na kiwango cha kutosha katika klabu hiyo, basi mashabiki wa soka husahau kama mchezaji yule ni sawa na mfanyakazi yeyote yule, ambapo anaweza kwenda kufanya kazi akaamua kuondoka kaenda sehemu nyingine kwa ajili ya kufanya kazi. Unajua kwa nini? Huangalia maslahi binafsi na namna ya kuendesha maisha yake pale anapotoka klabu moja kwenda klabu nyingine. Lakini kwa upande wa mashabiki huona kama vile anawakosea sana. Kwa hapa nchini Tanzania, wengi wao hupenda kumuita beki kisiki, nyota, anayeng'ara. Haijawahi tokea, naye ni beki wa kushoto. Unajua kwa nini imekuwa gumzo midomoni mwa wengi wao? Kiwango chake hakijawahi kufifia. Zaidi siku hadi siku inavyozidi kwenda, basi mchezaji yule hung'ara zaidi na huonyesha mapenzi ya dhati awapo sehemu husika, ndani ya klabu, hata kwenye timu ya taifa. Ndani ya kifundo cha soka tunaenda kumzungumzia huyo beki wa kushoto. Mimi ni Witwa Ndiwaho, twende pamoja kuangalia ndani ya hicho kifundo nini tumekifumbata. Katika jiji la Dar es Salaam Novemba mosi ya 1996, sauti ya Mohamed Hussein Mohamed ilitikisa anga la soka kama ishara ya fundi wa ball kuzaliwa. Mwamba huyu amekulia kwenye mazingira ya kawaida yanayozingatia dini. Jitihada za kukitumikia kipaji chake rasmi zilianza katika akademi ya Boom Boom iliyoko Jangwani jijini Dar es Salaam, na baadaye ramani zake zilisoma French Rangers. Akakutana na kocha Heri Mzozo ambaye mpaka sasa yuko maishani mwake kama meneja kwa kuhakikisha kijana na kuwa mazingira salama katika kukitumikia kipaji chake. Mohamed Hussein anajulikana zaidi kwa jina la Shabalala, na hii ni kutokana na mwamba huyu kuwa na mapenzi ya dhati kwa mchezaji mmoja wa Afrika Kusini ambaye alikuwa na jina hilo hilo la Shabalala, naye alikuwa akicheza nafasi ya mlinzi wa kushoto, na jina hilo alilirasimisha katika michuano ya World Cup ambapo mwamba Shabalala wa Afrika Kusini alikichafua kweli kwa siku ile. Naye kuanzia hapo Zimbwe akasema kuwa kuanzia sasa nitaitwa Shabalala. Hata jezi yake aliandika jina hilo mgongoni. Akademi ya Azam amepita mwamba huyu, muda huo akiwa bado kinda, japo alikuwa akijikubali sana na kutamani kucheza ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwa kipindi kile uongozi wa Azam FC ulikuwa hauhitaji kuwapandisha vijana wale kwenda kwenye timu ya wakubwa. Akaamua kuchukua maamuzi magumu kutoka jijini mpaka kwenda kule kwa Alimamiwa, kikubwa aweze kucheza ligi kuu Tanzania bara. Msimu 2013-14 Zimbwe Junior rasmi alijiunga na Kagera Sugar kwa mkataba wa mwaka mmoja, na baada ya kujiunga alipata majeraha yaliyosababisha nusu msimu mzima kuto kucheza kabisa. Baada ya kurejea, mwamba alikiwasha kweli katika nafasi yake ile ile ya beki wa kushoto, na hapo alijisikia amani, kwani ndoto yake ya kucheza ligi kuu ilitimia akiwa bado kinda. Kuna siku timu ya Kagera Sugar ilielekea kule jijini Dar es Salaam ambapo walikuwa wanakutana katika mchezo wa ligi kuu. Baada ya mchezo kutamatika kama kawaida ya timu za Bongo, Kagera Sugar walipanda gari kuelekea Kagera, huku maongezi ya chini yalikuwa yakiendelea juu ya Zimbwe kusaini kwa wekundu wa Msimbazi, na kwa muda ule meneja wake alimsihi asiondoke na timu bali asalie jijini Dar es Salaam ili amalizane na wekundu wa Msimbazi. Lakini hofu ilimtanda sana Zimbwe na kusema kuwa nitawezaje mimi kucheza Simba Sports Club ingali nina umri mdogo, bado uwezo wangu si mkubwa kama wale wanaocheza mahala pale. Shabalala alichokiamua, aliondoka na timu yake ya Kagera Sugar na kumwacha meneja wake na sintofahamu. Wakiwa njiani, kiza kikubwa kilitanda kichwani kwa Zimbwe Junior, huku akiambiwa na meneja wake, Zimbwe, endapo hutosaini mkataba na Simba, mimi na wewe tusijuane tena. Wakati huo baba yake mzazi alimwambia kuwa, mwanangu, wewe bado mdogo, komaa kwanza ndipo uingie kwenye timu hizo kubwa. Safari ilizidi kupamba moto, lakini walipofika Morogoro eneo la Msamvu, mwamba alichukua maamuzi magumu na kumwambia dereva wake, naomba unishushe nirejee jijini Dar es Salaam, kwani baba yangu mzazi anaumwa na mimi ndiye mkubwa ambaye nategemewa kwa ajili ya kwenda kumwangalia baba. Zimbwe alitumia triki ile, kikubwa tu ni kuitii kauli ile ya meneja wake juu ya kwenda kumalizana na wanasimba. Ilikuwa msimu 2014, na katika nafasi yake ya beki wa kushoto alikutana na role model wake Isa Rashid alimaarufu kama Baba Ubaya, huku Abdu Banda akasajiliwa. Jumla wakawa watatu kwenye nafasi moja, lakini kilichotokea, Abdu Banda alipelekwa nafasi ya kuwa mlinzi wa kati na Baba Ubaya ambaye ni role model wake alipata majeraha. Zimbwe Hussein aliaminiwa na mwalimu na kumpa nafasi ile. Mwamba alifanya kweli, mpaka leo hakuna anayeweza kumbeza juu ya kipaji chake. Akiwa na wekundu wa Msimbazi makombe yote ndani ya Tanzania amebeba mwamba huyu. Michuano ya kimataifa ameshiriki na muhuri wake umegongwa kwa wino wa dhahabu. Hata timu ya taifa mwamba huyu jasho lake lipo, na asipokuwepo lazima ujiulize, kwani yuko wapi? Zimbwe kaka,
boli unalijua. Lakini Julai 19, 2025 ilikuwa ngumu kumeza kwa wekundu wa Msimbazi baada ya Shabalala kuachia ujumbe mzito kwenye peji yake juu ya kuwapa kisogo wekundu wa Msimbazi na kuwageukia watani wao wa jadi wana Yanga kwa ajili ya kuwapa furaha juu ya kipaji chake. Kidonda kikubwa kimebaki kwa wanasimba. Wanajiuliza, hivi kuna mtu anaweza kuziba pengo la Zimbwe au ndo basi tena? Lakini pia kuna swali jingine wanajitafakarisha zaidi. Kwani Zimbwe ulikosa nini ulivyokuwa Simba? Na vipi huko alikoenda kipaji chake alichokuwa nacho mwanzo ndo kile ambacho kitakuwepo mpaka sasa hivi? Au itakuwa kama wale wengine ambao walikuwa wakitoka upande mmoja kwenda upande wa pili basi viwango vyao hushuka? Mwana Maisha Fresh, hebu niambie kwa upande wako. Unadhani Zimbwe kipaji kile alichotoka nacho Simba mpaka sasa alivyoenda Jangwani ndo hicho atabaki nacho au tumpe muda?